Naam, ajzaul kalam wama yataallafu minhu, vifungu vya kalam, wama yataallafu minhu, na ambacho inaundikanacho kalam. Hapa nazungumzia vifungu vya kalam na kitu ambacho inaundikanacho kalam. Kalamu ambayo tumeisoma vifungu vyake ni vipi na inaundika na nini, inaundwa na nini? Qala al-musannif, anasema mwandishi, waqsamuhu thalathatun, vigawanyo vyake ni vitatu. Vigawanyo vya kalam ni vitatu. Ismun, kuna jina, wa fi'lun, na kuna kitendo, wa harfun jaa li maana, na herufi ambayo imekuja na maana, na herufi ambayo imekuja na maana. Hivi ndio vigawanyo vya kalam. Kalam vigawanyo vyake ni jina na kitendo na herufi ambayo ina maana, herufi ambayo ina maana. الشرح، بين المصنف رحمه الله أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامها لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء. amebainisha mwandishi rahimahullah kwamba matamshi ambayo wanatumia Waarabu kwenye lugha yao hayatoki kwenye moja ya vitu vitatu: alismi, jina, au alfi'li, au kitendo, au alharf, au herufi. Tunaanza na jina. Falismu, jina, taarifuhu, taarifu yake, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Jina ni neno ambalo linaonyesha maana katika nafsi yake na halijaambatana na muda, halijaambatana na muda. Mithaluhu, mfano wake, zaidun wa farasun wa usfurun wa zaharatun wa baitun wa dhakaun. Huu ni mfano wa jina. Angalia, ni maneno ambayo yanaonyesha maana katika nafsi yake lakini hakuna muda. Jina ni lile ambalo linaonyesha maana, hakuna muda ndani yake. Mfano ukisema zaidun, hili ni jina la mtu ambaye anaitwa Zaid, hakuna muda ndani yake. Ukisema masjidun, hili ni jina, msikiti, hakuna muda ndani yake. Ukisema baitun, hili ni jina, nyumba, hakuna muda ndani yake. Kwa hiyo jina ni neno ambalo linaonyesha maana katika nafsi yake na halijaambatana na muda. Mithaluhu zaidun, mfano wake zaidun, wa farasun wa usurun wa zaharatun wa baitun wa dhakaun. Zaid ni jina, yani jina la mtu anaitwa Zaid. Wa farasun, farasi. Wa usurun, ndege, ni aina ya ndege. Wa zaharatun, ua. Wa baitun, nyumba. Wa dhakaun, akili, akili. Fakullu wahid min hadhihi al-alfadhi, kila moja katika haya matamshi, yadullu ala ma'nan yufham min nafsi al-kalima, inaonyesha maana inafahamika kwenye neno. Wa hadha al-ma'na, na hii maana, qad yakunu li shay'in mahsusin, hii maana inaweza ikawa ni ya kitu ambacho ni mahsusi, ni kitu ambacho kinaonekana. Bi an yakuna dhata insanin, kwa kuwa ni dhati ya binadamu, ka zaidin, mfano zaidin, au hayawanin, au mnyama, ka farasin, mfano farasi, au tairin, au ndege, ka usurin,
usuri ni aina ya ndege. Au nabatin, au mmea, kazaharatin, kama ua. Au jamadin, au kitu ambacho hakina uhai, kabaitin, mfano kama nyumba. Nyumba ni kitu ambacho hakina uhai, yani kwa macho yetu. Au yakunu li shay'in ma'nawiyin, au inakuwa ni ya kitu cha kimaana, au inakuwa ni ya kitu cha kimaana, yani maana ambayo inaonyeshwa na jina sio dhati, ni ya kitu cha kimaana. Ghairi mahsusin, yani kitu ambacho hakionekani. Yudraku bil aqli, kinajulikana kwa akili. Kadhaka, mfano kama uwerevu, akili. Washaraf, utukufu. Walilm, na elimu. Hivi ni vitu ambavyo vinajulikana kwa akili, yani ni vitu ambavyo havionekani. Fakullu kalimatin dallat ala dhatin au ma'nan, kila neno ambalo linaonyesha dhati au linaonyesha maana. Walam taqtarin bizamanin, na halijaambatana na muda. Fahiya ismun, hilo ni jina. Kwa hiyo jina katika lugha ya Kiarabu ni neno ambalo linaonyesha maana, hakuna muda. Mfano ukisema maktabun, meza, hii ni meza hii. Maktabun ni meza, hii ni meza. Maktabun inaonyesha maana, lakini hakuna muda. Hakuna muda, lakini kitendo kinaonyesha maana na muda. Ukisema akala, amekula, kuna ile maana ya kula na muda, yani muda uliopita. Yaakulu, anakula, kuna ile maana ya kula na muda, muda wa sasa, muda ujao. Kul, kuna ile maana ya kula na muda ambao ni muda ujao.